vivyo hivyo ndivyo ilivyo hata sasa. Mwana wa Adamu, mwana Yesu Kristo hana budi kuinuliwa, yani hana mbadala, lazima tumuinue, tumtundike juu, tumgonge kwenye msumari, tumuinue juu sana. Hapo anasema nini? Ili kila mtu aaminie, ili kila anayemwamini aliyetundikwa kwenye mti, matokeo yake nini? Awe na uzima wa milele. Amen. Endelea mstari unaofuata. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, yani Yesu Kristo, ili kila mwanadamu amwamini Yesu Kristo asipotee, bali awe na uzima wa milele. Matokeo yake awe na uzima wa milele. Amen. Nisikilize vizuri. Neno la Mungu linaniambia wana wa Israeli wakati wanatoka Israeli wako njiani, walisenda Mungu dhambi ya kumtumikia Mungu. Mungu akaamua kuwanyosha, Mungu akaamua kujitengenezea kizazi ambacho kimetenda dhambi, akaachilia nyoka. Wale nyoka walikuwa na jukumu la kuwanasa, alafu akawaambia itakuwa kila atakayeenda kwa nyoka matibabu yake sio dawa za waganga, matibabu yake sio sindano za hospitali, matibabu yake ni kuyainua macho yake juu, matibabu yake ni kuyageuza macho yake, akiinua kichwa chake amtazama yule nyoka aliye nyoka wa shaba. Akimtazama yule nyoka atapata uzima, ataishi tena. Habari njema ni kwamba kwa historia nilizonazo, watu wengi waliong'atwa na nyoka, maisha yao yalikuwa hatarini, hakuna aliyekuwa salama, wengi walishia kufa, wengi walishia kuondoka. Lakini habari njema ni kwamba inawezekana ung'atwa na nyoka, sumu na sababu ni mzima. Dawa yako sio sindano, sio madawa, sio uaguzi, dawa yako ni kazi ya msalaba. Dawa yako ni kazi ya msalaba. Nisikilize vizuri. Biblia inaniambia kwamba Yohana wakati anaandika Injili akarejea akasema kama vile vile, sema kama vile vile, watu hujabadilika. Hata kama wana shida kiasi gani, wanadamu hawezi kukusaidia. Msaada wako ni msalaba. Hata kama wana mateso kiasi gani, mateso yako hayatakoma. Msaada wa kuondoa mateso ni kugeuka kutazama msalaba. Kuna mwanaume mmoja aliyekuwa na dhambi, aliamua kutwaa mwili wa wanadamu, akaibeba dhambi, akamwondoa pale. Baada ya hapo, waliona ya kwamba habari zake zimesha, kumbe ilikuwa bado. Siku ya kwanza ilikuwa kimya, siku ya pili ilikuwa kimya, siku ya tatu, sema siku ya tatu, alishindwa kutulia, akaenda mpaka kuzimu. Ile mamlaka ya mauti akaitwaa. Warumi ananiambia hakuna tena hukumu ya dhambi juu ya wote waliokalia Kristo Yesu. Zibaki dakika ngapi? Mmesahau, mnajifanya mnapenda neno. Hii hampendi na wajua. Bado nne. Kwa uaminifu. Ngoja nikazie.
Nisikilize mtu wa Mungu. Yes. Biblia inapotaja nyoka, nyoka ni aina ya nguvu za giza. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka nyingi na kila aina ya nguvu za giza. Kwa hiyo nyoka ni aina ya nguvu za giza zinazoweza kuua. Ni aina ya nguvu za giza zikimvamia mtu hawezi kuwa salama. Ni aina ya nguvu za giza zikipiga maisha mtu hawezi kuinuka kijijini. Ni aina ya nguvu za giza zikikanyaga maisha mtu haina ndoa. Ni aina ya nguvu za giza zikikanyaga maisha mtu. Kuna mtu mmoja hapa ni binti, ana muda mrefu ana changamoto kwenye eneo na utaratibu wa mwezi, na uko hapa. Naomba tulioko kule tusimame wote, tusimame, tusogee, wenyewe tusogee, na wale wa mama kule naomba tusogee. Jamani, nimeeleweka? Wote tusimame na kupa tusogee hapa. Tuchangamke, tuchangamke. Na ninyi tulioko hapa wote tuje huko. Nisikilize. Wokovu ni mfumo. Wokovu ni mfumo. Wokovu sio kitendo cha siku moja. Ni mfumo wa maisha uliobadilishwa na Yesu Kristo. Ni mfumo wa maisha ambao umeguswa na Yesu Kristo, ambao Yesu ndio kila kitu ndani yake. Yesu anawaambia wanafunzi wake, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nini? Na kila aina ya nguvu za giza. Watu wa Mungu, nyoka zilizotajwa hapa ni aina ya nguvu za giza, kwamba ilikuwa kila mtu ambaye yuko kwenye dhambi akapigwa na hizo aina ya nguvu za giza, akaingia kwenye uovu, ama akategwa akaanguka, ama akafanywa chochote kile, dawa yake haikuwa kutafuta ushauri kwa baba yake, haikuwa kutafuta ushauri kwa ndugu yake, haikuwa kutafuta ushauri kwa majirani. Dawa yake yule mtu alitakiwa angalie pale msalabani, alitakiwa keuse na chea yake msalabani. Inawezekana kuna shida kwa kuzipitia, inawezekana kuna changamoto kwa kuzipitia. Nataka nikwambie, suluhu yako sio kupata ushauri kwa majirani, suluhu yako sio kuwakimbilia wanadamu, suluhu yako ni kutazama msalaba. Kwenye msalaba kumefungamanishwa na uhuru wa kila mwanadamu. Ndio maana nasema kwenye mstari wa 16 wa Yohana 3, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa, Mungu amemtoa mwanawe kwamba alikuwa hampendi, ila alitamgundua wewe wa thamani zaidi, aliamua kumuua mmoja ili akuokoe wewe, aliamua kumtisha machungu ya maumivu mtu mmoja ili wewe upate kupona. Hajaja kukufanya wewe kwa sababu unastahili kuponywa, amekuja kukufanya wewe, amekuja kukufungua wewe kwa sababu ya upendo wake kwako. Anapenda wanadamu wote wawe salama. Kwa hiyo akiona wanadamu wanahangaika, mimi naniambia Mungu usimwepesi hasira, ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa rehema. Mungu ana rehema, Mungu anasamehe, Mungu anasahau. Tena mimi naniambia kwamba Mungu ni mwenye huruma, akiwahurumia watu wake anaoponya. Mwezi wa 8 Mungu alimetazama kwenye kalenda yake tokea mwanzo, aliangalia kalenda yake akasema ya kwamba itakapofika 2027 baada ya Yesu kuondoka, nitaikumbuka Inunuo, nitaihurumia na kuiponya. Kwa hiyo utaratibu ilikuwa hivi, ikiwa umeng'atwa na nyoka chini. Kuna watu ambao wamewahi kung'atwa na nyoka hapa, nipungie mkono ambao wamewahi kung'atwa na nyoka. Sio mchezo. Unaijua sumu ya nyoka? Sasa hizi ni aina ya nguvu za giza. Zipo zimekalia maisha ya watu, zimekalia ujana wa watu, zimekalia huduma za watu, zimekalia familia za watu. Watu maisha yao hayaendi kwa sababu kuna nguvu za giza zilizokaa. Ndio maana unaweza kukuta mtu anaombewa, zile nguvu za giza zinasema tunataka kumuua. Ndivyo watu wanavyokatika, ndivyo watu wanavyoondoka, ndivyo watu
watu wajua maisha yako sasa. Kuna nguvu ya jinsi natenda kazi. Kabla tunaendelea na maombi na maombezi, nataka niwaite watu ambao wanataka kumpa Yesu maisha. Kumpa Yesu maisha ni kumtazama msalaba na kazi ya msalaba. Nataka watu wasome mbele haraka haraka. Kanisa, naomba tuinue mikono yetu miwili. Tuinue mikono yako miwili. Funika macho yako. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana.